Katika wilaya zote nilizoenda, nilianza na Tunduru, nilienda na Mtumbo, nikaenda Nyasa, nikaenda Mbinga, Songea vijijini, na leo niko Songea. Sasa pamoja na kupokea maendeleo, tumepokea vile vile changamoto. Maana maendeleo hayawezi kuwepo bila changamoto. Lakini changamoto zenyewe ni za kuendelea kutekeleza ilani pale ambapo kazi ilikuwa bado haijakamilika. Katika mji wa Songea tulikuwa tumepanga kujenga masoko makubwa mawili. Soko la Manzese A na Manzese B. Tuliwaondoa katika maeneo yale ya ujenzi wa soko. Kwa hiyo tuna deni la kujenga masoko. Nataka niwahakikishie kwamba kabla bunge halijavunjwa, waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa atakuja Songea kuweka saini ya mkataba wa ujenzi wa hayo masoko. Kama ilivyo kwa wilaya ambazo tumepita, maendeleo ni makubwa. Kwanza kwenye elimu, sekondari 3 mpya zimejengwa hapa katika mji wa Songea katika muda wa miaka mingi. Wamejenga madarasa mapya ya shule za sekondari 234 bila kuchangisha watu. Katika elimu ya msingi wamejenga shule mpya 3 na madarasa 52 ya shule za msingi hapa Songea. Tumejenga zahanati 4, vimejengwa hospitali, ni vituo vya afya 4 na vimewekewa huduma za kisasa kabisa. Na hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa mbaya sana, lakini ninafurahi kusema kwamba kumekuwepo na maendeleo makubwa katika usambazaji wa maji katika mji wa Songea. Watu wanapata maji, wengine bado, na wale ambao bado ninawahakikishia serikali ya CCM iko kazini. Lakini ukiondoa hizo chache, maji, elimu, afya zimepiga hatua katika mkoa wote wa. Nyingine, viongozi wa kanisa na viongozi wa Kiislamu hawakai karibu. Tulidai uhuru ili tujenge umoja na tutumie umoja kwa ajili ya kuleta maendeleo katika nchi ambazo wao wameendelea. Wanataka kutuingiza kwenye migogoro na fitina zisizokuwa na msingi. Tunawaomba Watanzania wapuuze mambo ya watu hao na wapuuze mawakala wao wa ndani. Wote tunawaambia watu wache, tuna kazi ya kufanya na umoja wetu ndio nguvu yetu, na hatuwezi kukubali nguvu yetu ikadhoofishwa kwa watu ambao wamekaa hawana jambo la kufanya. Tumeshinda, tunataka ukabila ukotokomezwe kama ulivyokushatokomezwa. Tunataka wote kabisa tuungane katika umoja wetu kwa ajili ya kuleta maendeleo. Jambo lingine kubwa ambalo msingi wake ni umoja, ni amani. Wako watu duniani wanamezea mate amani ya Tanzania, na sisi tunawaambia hata wafanyeje, haitawezekana kuwafanya Watanzania wakaparaganyika. Na nawaambia watu wa Songea, vikija vyama vya siasa vinahubiri mgawanyiko, vinaleta mazingira ya shari kwa ajili ya kuvuruga umoja, waambieni hao wamepiga wrong number. Na ukipiga wrong number, simu inakwambia namba uliopiga haipatikani, jaribu tena baadaye. Umoja wetu ndio nguvu yetu, amani yetu ndio msingi wa maendeleo yote tunayofanya. Ukivuruga mwenendo wetu unatuvuruga. Na niwaambie wale wote wanaopenda kuona amani haipo, wajue kuvuruga amani hakuwezi kuitwa haki za binadamu, kwa sababu binadamu unapovuruga amani yao, asilimia kubwa ya watu wataathirika, na waathirika wakubwa watakuwa ni wanawake na watoto wao, watakuwa ni wazee ambao hawajiwezi, vilema, maana hawataweza kukimbia. Haya yote tuliyoyafanya, tuliyoyasema hayawezekani kama hakuna amani. Na moja la kuambia, kwa maelezo yote tuliyopata na kwa maendeleo makubwa yaliyofanyika kwenye Ruvuma, katika mkoa wa Ruvuma na Tanzania nzima, na waomba itakapofika Oktoba tufanye nini? Tufanye nini?
mkoa wa Ruvuma tumefarijika sana, kwa sababu ziara yako ulikuwa unatoa darasa, unaelimisha, unatoa mafunzo na unatujenga na unatutahadharisha kuelekea uchaguzi, namna gani tuweze kutenda haki katika kuwapata wagombea wa nafasi ya udiwani na ubunge. Yale yote uliotuelekeza katika kusimamia haki katika kuwapata wagombea wa nafasi ya udiwani, nafasi ya ubunge katika maeneo yote ya mkoa wetu. Sisi mkoa wa Ruvuma tunazo kata 173 na sisi mkoa wetu una majimbo 9 ya uchaguzi. Tutahakikisha haki tunaitenda ya kutoa mapendekezo kwa kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha wanachama hao wanapata haki zao.